الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa Allahu Azza wa Jalla ametuneemesha neema ya makazi, imekuwaje leo mwanamke ameiacha nyumba yake wakati yeye ndiye zaidi dini yake imo ndani ya nyumba yake, na humo ndio mna hifadha yake? Wanasema ulama, asili ya mwanamke ni mtu wa kubaki nyumbani, na kwamba hafanyi kazi akatoka nje ya nyumba yake ila kwa haja isipokuwepo na dharura, basi ni vyema abaki ndani ya nyumba yake. Na ndio maana wale mabinti wawili wa yule mja mwema, zama ambazo Musa ameshakimbia kwa Firaun, akawakuta wamekaa chonjo, hawachanganyiki na wanaume, wanashindwa kunywesha maji wanyama wao mahala ambapo wapo wanaume. Alipoambia ma khatubukuma, muna nini, mbona mmetulizana pembeni huko? Qalata, wakasema la nasqi hata yusdira ar-ri'a, hatuwezi kunywesha wanyama wetu maji mpaka watu watoke wamalize wao. Lakini wakataja udhuru, kwa nini wameacha majumba? Wakasema wa abuna shaykhun kabir, na baba yetu ni mzee, mtu mzima sana. Udhuru huo ndio ulotufanya tuje hapa. Na ndio maana alipowapa msaada tu wakaona tumepata mtu bora wa kuajiriwa. Wakamwambia baba yao, ya abat istajir, babangu. Mmoja katika wale wawili alimwambia baba, mpe ajira yule bwana aliyetusaidia. Inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin, kwani bora wa kumpa ajira ni mtu mwenye nguvu na muaminifu. Mwanamke akaonyesha raghba yake mbele ya baba yake kwamba aajiriwe mtu ili wao wabaki majumbani, kwa kutambua kwamba sio asli mwanamke kuacha nyumba yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka watu wabaki nyumbani na upole utawale, ili kheri iingie katika majumba. Allah akiipenda nyumba anatia upole. Anasema alayhi salatu wassalam, inna Allaha idha ahabba ahla baitin adkhala alayhim ar-rifq, Allah akiwapenda watu wa nyumba fulani hutia upole ndani yao ili nyumba iende kwa salama na kheri. Na haina maana kwamba watoto hawafundishwi adabu au hawatishwi, bali imekuja hadithu sahih, mtume anasema aliqu sawt haythu yarahu ahlu bait fa innahu adabu lahum, tundikeni bakora mahala ambapo watu wa familia wanaiona bakora ile, kwani hiyo itawafundisha zaidi adabu. Na hili ni kwa ajili ya kuwaweka katika hadhar, wasiingie katika makosa. Na haina maana kwamba dini inapendelea kupiga, lakini hutumika pigo kama ni dharura ya mwisho, kama ambavyo operation unakuja wakati dawa haikufanya kazi, sindano haikufanya kazi, bali kabla ya dawa kungeweza kuwa na miko, lakini mwisho wa mambo operation unakuja kwa sababu ya kuokoa mwili wa mwanadamu. Ndugu zangu Waislamu, haya ni majumba ambayo Allah ametutilia kheri ndani yake, na akayataja katika Al-Qur'an kwamba ni moja kati ya neema zake juu yetu. Kuyakimbia majumba ni kukimbia Uislamu. Muumini wa kweli nyumba yake ya kwanza ni msikiti. Al-masjidu baitu kulli taqi, msikiti ni nyumba ya kila mcha Mungu. Halafu pale mahala pake anapoishi na familia yake, halafu kazi yake kwa ajili ya riziki zake. Pasipokuwa patatu hapo amekosa dhamana, na huyu wakati wowote anaweza akaivua dini yake kama anavyoivua nguo yake. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahumma innana nas'aluka ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin ya dhal jalali wal ikram, nas'aluka an tahdiyana wa an tahdiya ahla baytina. Allahumma waffiqna lima fihi hubbuka wa ridak. Allahumma innana nas'aluka ilaha al-awwalin wal akhirin an tahdiya rijal al-muslimin wa nisaa'ahum وشبانهم يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الدرجات العلى من الجنة، ارزقنا اليقين بالآخرة وبوعدك ووعيدك. اللهم اجعلنا من أهل الجنان ولا تجعلنا من أهل النيران، ونسألك أن تحل علينا الرضوان يا رحمن يا رحيم يا من بيدك كل شيء. ارحمنا برحمتك الواسعة واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نسألك أن تقضي للمسلمين حاجاتهم وأن تكشف عنهم كرباتهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.